Rabababosha katarabosaya. Rikorobosha karabosaya. Ratabaya karabosaya. Sio kwa uweza wangu, ninajua ni wewe. Kurabashara rabosata. Rababoshata. Ratabayanda rabasia. Salem, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote ulipo, natumai uko mzima wa afya. Natumai kwa huruma za Bwana umeamshwa salama. Mahali popote ulipo pale, Mungu wangu na kubariki sana. Maandiko yanasema hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya, siku hii ndio ambayo Bwana ameifanya, nasi tutafurahi na kushangilia. Hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya. Wewe ambao umepata neema ya kuamka, Bwana ameifanya hii siku kwa ajili yako, ili uweze kufurahi na kushangilia kwa ajili ya wema wake, uzuri wake, ukuu wake. Ni siku ambayo Bwana ameifanya ili tuweze kuona matendo yake makubwa kwenye maisha yetu. Na ninaamini kabisa mahali popote pale ambapo upo, utashuhudia mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Utashuhudia nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya, nasi tutafurahi na kushangilia. Hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya, nasi tutafurahi na kushangilia. Nawe utafurahi na kushangilia, kwa sababu si siku aliyoifanya mwanadamu, si siku aliyoifanya yule anayekuchukia, bali ni Mungu mwenyewe ndiye ameifanya siku hii ya leo. Ndio maana anasema tutafurahi na kushangilia, kwa sababu tutaona mkono wa Mungu kwenye maisha yetu. Utaona mkono wa Mungu kwenye maisha yako, utaona huruma zake kwenye maisha yako, utaona pendo lake kwenye maisha yako. Utashuhudia Mungu akifanya mambo makubwa katika maisha yako. Haleluya. Utashuhudia Mungu akidhihirisha ukuu wake kwenye maisha yako. Na ndio maana asubuhi ya leo katika kipindi cha Morning Mercy na Apostle Luciana tunazitia huruma za Bwana. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Zaburi ile ya 85 na ule mstari wa 7, e Bwana utuonyeshe rehema zako. E Bwana utuonyeshe rehema zako. Pale tunapotambua ya kwamba ni siku ambayo Mungu ameifanya, tunahitaji sana msaada wake, tunahitaji sana nguvu zake, tunahitaji sana kushinda. Tunamwambia Mungu, tuonyeshe huruma zako, tuonyeshe rehema zako, tuonyeshe rehema zako, ili tuweze kutembea katika ushindi. Tunamwambia Mungu, tuonyeshe rehema zako ili tuweze kufaidi matunda ya siku ambayo Mungu umeifanya. Tuonyeshe rehema zako ili tuweze kufaidi, tuweze kunufaika na yale mema ambayo umeandaa kwenye siku ambayo umeifanya. Tuonyeshe rehema zako tuweze kuona mkono wako ndani ya hiyo siku ambayo Mungu umeifanya. Ndio maana tunakimbilia kumwambia Mungu atuonyeshe rehema zake. Na ndio maana na yeye pia anasema kwamba rehema zake ni mpya kila siku asubuhi. Kila siku asubuhi Mungu anatuhurumia. Kila siku asubuhi Mungu yupo kutusikiliza. Kila siku yupo kukusikiliza. Unataka nini? Unataka afanye nini? Yeye amekuhurumia, amekuamsha salama. Je, ni nini unataka afanye? Na ndio maana yeye anakusikiliza. Kile unachosema Mungu anafanya, na mapenzi yake yanatimia kwenye maisha yako. Haleluya. Tukiwa bado tupo mwanzoni kabisa mwa mwezi wa 5, tunamwambia Mungu, tuonyeshe rehema zako. Mwezi wa 5 tunahitaji kumuona Mungu. Unahitaji kumuona Mungu kwenye kazi, unahitaji kumuona Mungu kwenye biashara, kwenye wito ulionao, kwenye karama ulionayo. Unahitaji kumuona Mungu. Haleluya. Kwa hivyo mahali ulipo, tuungane pamoja, tumwambie Mungu atuonyeshe rehema zake asubuhi ya leo. Atuonyeshe rehema zake kwenye siku ambayo ameifanya, ili tuweze kuona shuhuda zikidhihirika kwenye maisha yetu. Haleluya. Bado tunaendelea kichwa chetu cha somo kinachosema Bwana fanya jambo jipya kwangu. Fanya jambo jipya kwangu. Mungu afanye jambo jipya kwenye maisha yako. Unahitaji Mungu afanye jambo jipya
kwenye maisha yako. Mwezi wa 5 Mungu afanye jambo jipya kwenye maisha yako. Tunahitaji Mungu afanye mambo mapya. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Isaya 43 na ule mstari wa 19, anasema tazama nitatenda neno jipya sasa. Tazama nitatenda neno jipya sasa. Tazama nitatenda neno jipya sasa, litachipuka. Je, hamtaliona sasa? Hamtaliona sasa? Nitatenda neno jipya sasa. Nitatenda neno jipya sasa. Sasa litachipuka. Je, hamtaliona? Je, hamtaliona? Je, hamtaliona? Nitatenda neno jipya sasa, litachipuka. Je, hamtaliona? Maana yake lazima utaliona. Hilo jambo jipya ambalo Mungu anataka kulitenda, utaliona. Hilo jambo jipya ambalo Mungu atalifanya litadhihirika, litaonekana, halitakuwa la kificho, itakuwa wazi. Mungu atatenda jambo jipya, utaliona. Walio kuzunguka wataona. Wataona mkono wa Mungu, wataona lile jambo ambalo Bwana anaenda kulifanya. Anasema atatenda jambo jipya. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu wa majira na nyakati. Mungu wetu ni Mungu wa majira na nyakati. Anatenda ndani ya majira, anafanya ndani ya majira, anajifunua ndani ya majira. Haleluya. Yeye ni Mungu wa majira na nyakati. Ndio maana anasema tazama nitatenda neno jipya. Je, hamtaliona? Kwa hakika utaliona, kwa sababu ni yeye ndiye anayefanya. Haleluya. Kora bashanda. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Danieli ile sura ya 2 na ule mstari wa 21, maandiko yanasema yeye hubadili majira na nyakati. Yeye hubadili majira na nyakati. Yawezekana huko nyuma umepita katika nyakati ngumu, umepita katika changamoto, nyakati ambazo zilikuvunja moyo, zikakukatisha tamaa. Lakini yote katika yote bado Mungu alikuwa na wewe, kwa sababu Mungu anatenda ndani ya majira. Kwa sababu Mungu anafanya ndani ya majira, si nje ya majira. Anasema yeye hubadili majira na nyakati, uzuri wa ufalme na kuwamilikisha wafalme, wapa wenye hekima hekima, wapa wenye ufahamu maarifa. Yeye ni Mungu wa majira na nyakati, hubadili majira na nyakati, hubadili majira na nyakati. Yawezekana umepitia katika nyakati ngumu miezi iliyopita, umepitia katika vipindi ambavyo vimekuwa ni vigumu sana kwenye maisha yako, kiroho, kimwili. Kwa nini? Kwa sababu shetani huwa anatengeneza mazingira ili tu kwamba uone hali ni ngumu, uone kuna ugumu kwenye maeneo mbalimbali, kujaribu kukuzimisha na uone kama vile Mungu hayupo na wewe. Lakini yeye Mungu huwa yupo, na huwa anabadili majira na nyakati. Anabadili majira ya watoto wake, na anapoyabadili majira maana yake anafanya jambo jipya. Anapobadili majira maana yake anatenda jambo jipya. Na anapotenda jambo jipya linaonekana, linakuwa wazi, sio jambo la kificho, kwa sababu yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu. Ndio maana akasema anaandaa meza machoni pa watesi wako. Machoni, mbele ya watesi wako, machoni pa wale ambao hawakupendi. Yeye anaandaa meza mbele yako. Anaandaa meza mbele yako. Anaandaa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu wa majira na nyakati. Anabadili majira, anageuza majira. Yale majira ambayo yalikuwa kwako ni magumu, na ndio maana ukirudi kwenye ile Isaya 43 ule mstari wa 18, anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza. Usikumbuke mambo ya kwanza, wala usiyatafakari mambo ya zamani. Usiyakumbuke mambo ya kwanza na wala usiyatafakari. Kwa nini? Kwa sababu anaenda kufanya jambo jipya. Tazama nitatenda jambo jipya. Tazama nitatenda jambo jipya. Usiyatafakari wala usikumbuke kwamba wapi ulianguka, wapi ulishindwa, wapi ulifeli, wapi ulipitia hivi na hivi. Usikumbuke tena, kwa sababu yeye ni Mungu wa majira. Sasa anageuza majira yako, na huko ndani ya msimu huu wa mwezi wa 5 ni msimu wako mpya ambao Bwana atafanya jambo jipya kwako na litaonekana. Bwana atafanya jambo jipya kwako na litadhihirika. Bwana atafanya jambo jipya kwako na litaonekana. Je, ni kwenye kazi? Unahitaji Mungu adhihirike kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye wito wako, kwenye karama yako, kwenye familia yako,
kwenye afya yako. Mungu atafanya jambo jipya, nalo litaonekana, nalo litachipuka, kwa sababu yeye ni Mungu wa majira na nyakati. Hugeuza majira. Tambua majira ulionayo mwezi huu wa 5 ni majira mapya. Huu ni msimu wako mpya, ni msimu wa kumuona Mungu, ni msimu wa mtembeo wa Mungu, ni msimu wa udhihirisho wa Mungu, ni msimu wa makutano yako na Mungu, ni msimu ambao neema ya Mungu hudhihirishwa ndani ya mtu. Neema ya Mungu itadhihirishwa kwenye maisha yako. Huruma za Bwana zitaonyeshwa kwenye maisha yako, kwa sababu ni msimu wa neema. Kwa hiyo unapaswa ukae macho kiroho, uombe neema ya kuwa macho kiroho, kwa sababu ni msimu ambao Bwana anaenda kutenda jambo jipya. Bwana anabadilisha majira yako. Bwana anakuingiza kwenye msimu wa utukufu. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu majira mapya au majira ya kimungu hufungua milango mipya. Ni wakati ambao Mungu atafungua malango yako. Ni wakati ambao Mungu atafungua mpenyo, ataachilia mpenyo kwenye maisha yako, ataachilia mpenyo kwenye uchumi, ataachilia mpenyo kwenye biashara, mpenyo kwenye maono ulionayo. Ni wakati ambao Mungu ataachilia kibali kwenye maisha yako, milango mipya, new opportunities. Mungu ataachilia kwenye maisha yako, kwa sababu ni majira mapya ambao yeye anaenda kufanya jambo jipya ambalo litaonekana, litachipuka, litadhihirika, litakuwa wazi kwa kila mtu akuonaye. Ataona kila Bwana amefanya majira mapya ambayo anaenda kutenda neno jipya. Ni mahali ambapo atakuletea watu wapya, watu sahihi kwenye maisha yako. Kuna watu utapaswa uachane nao, Mungu atakutenga nao. Watu ambao ni hasara kwenye maisha yako, Mungu anapoyageuza majira yako, ni lazima atakutenga na watu ambao sio sahihi, watu ambao labda ni wakukurudisha nyuma. Mungu atakutenganisha nao. Kwa nini namwambia Mungu asubuhi ya leo kwamba Mungu tuonyeshe rehema zako? Nami ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu akuonyeshe rehema zake. Mungu achipushe jambo jipya kwako. Ni nini unahitaji kwa Mungu siku ya leo? Ni nini unahitaji Mungu afanye kwenye biashara yako? Ni nini unahitaji Mungu afanye kwenye maono ulionayo? Ni nini unahitaji Mungu afanye kwenye kazi yako au kwenye ofisi yako? Basi wakati ni sasa wa kumwambia Mungu, nionyeshe rehema zako, kwa sababu amesema, tazama nitatenda neno jipya. Mwambie Mungu, tenda neno jipya, tenda jambo jipya, tenda jambo jipya, tenda jambo jipya kwenye afya yangu, tenda jambo jipya kwenye karama yangu, tenda jambo jipya kwenye maono nilionayo, tenda jambo jipya kwenye ndoa yangu, tenda jambo jipya. Yeye anabadili majira na nyakati. Yeye anabadili majira na nyakati. Kwa hivyo kama anabadili majira na nyakati, maana yake anaenda kufanya jambo jipya. Usiogope, usikate tamaa, usivunjike moyo. Nataka utambue kwamba shetani kazi yake ni kuharibu. Shetani kazi yake ni kuchinja. Shetani kazi yake ni kuiba amani, furaha. Shetani kukufanya ukumbuke mambo ya zamani. Na kwa kulitambua hilo, Mungu ndio maana akasema katika neno lake ya kwamba usiyakumbuke mambo ya zamani, wala usiyafikirie. Usiyakumbuke mambo ya kwanza, wala usiyatafakari. Usifikiri mambo hayo. Kwa nini? Anajua shetani atakuletea ndani ya kichwa chako, ndani ya ufahamu wako, ili utafakari ndani ya moyo wako, ili wewe unatafakari kwamba pale nilishindwa, pale nilikwama, pale mbona ilikuwa hivi, kwa hiyo hata sasa itakuwa hivi. Pale nilishindwa, kwa hiyo na maana sasa nitashindwa. Mungu ni Mungu wa majira na nyakati. Anasema yeye ubadili majira na nyakati. Yeye ubadili, yeye ugeuza, yeye ubadili zile nyakati ngumu kuwa nyakati za furaha, kuwa nyakati za wepesi, kuwa nyakati za mpenyo, kuwa nyakati za kibali. Ndicho anachoenda kukifanya kwako. Haleluya. Ndicho ambacho anaenda kukifanya kwako asubuhi leo. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu, mahali popote ulipo, Mungu ageuze nyakati zako. Mungu ageuze majira yako. Utembee kwenye majira ya Mungu ambayo yatachipusha vitu vya kimungu. Utembee kwenye majira ya Mungu ambayo yatafungua milango mipya. Utembee kwenye majira ya Mungu ambayo yatafungua mpenyo. Utembee kwenye majira ya Mungu ambayo yatakusogeza karibu na watu sahihi. Haleluya. Yatakusogeza karibu na watu sahihi. Afungue milango, fursa mpya kwenye maisha yako. Ninakuombea asubuhi ya leo, usiyafikiri wala kuyakumbuka mambo ya zamani. Kwa nini? Kwa sababu yeye Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Mungu anaenda kutenda jambo jipya. Usikate tamaa. Ulishindwa wapi? Ulikwamia wapi?
Uliishia wapi? Acha kutafakari. Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwako katika jina la Yesu. Usitafakari, nilishindwa katika hili, nilikwama katika hili, niliingia hasara katika hii, nilianguka hapa. Hapana. Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwako. Mungu anaenda kutenda jambo jipya kwako. Litachipuka tu. Litachipuka tu. Na mimi nakuombea asubuhi ya leo, Mungu afanye jambo jipya kwako. Pale ulivunjika moyo, pale ulikata tamaa, pale uliumia, Mungu ageuze majira yako. Mungu ageuze nyakati zako. Zile nyakati ngumu ziwe nyakati zenye mpenyo, ziwe nyakati zenye furaha, ziwe nyakati za baraka, ziwe nyakati ambazo utaona matunda yakichipuka kwenye maisha yako. Anasema nitachipusha jambo jipya. Nitachipusha. Ni maombi yangu Mungu achipushe jambo jipya kwenye maisha yako. Ni maombi yangu Mungu achipushe jambo jipya kwenye familia yako. Ni maombi yangu Mungu achipushe jambo jipya kwenye karama, kwenye wito wako, kwenye kipawa ulicho nacho, kwenye ujuzi ulionao. Mungu achipushe jambo jipya. Ni maombi yangu Mungu afanye jambo jipya kwenye maisha yako ya kiroho, kwenye maisha yako ya kimwili. Je, ni nini unahitaji? Ni kazi? Ni biashara unataka kuanzisha? Je, ni nini unahitaji? Ni afya yako, Mungu aifanye iwe bora. Je, ni nini unahitaji? Ni uchumi? Je, ni nini unahitaji? Ni maono ulionayo ya zalike? Mungu atende kwako katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Mungu atende kwako katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo huruma za Bwana ziwe juu yako. Mungu akuhurumie. Mungu akukumbuke. Anapoangalia wengine, basi na wewe akuangalia asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Huruma zake ziwe juu yako. Jicho lake la huruma likuangalie wewe. Akachipushe jambo jipya kwenye maisha yako. Akachipushe jambo jipya kwenye maisha yako. Achipushe jambo jipya kwenye ndoa yako. Achipushe jambo jipya kwenye kazi ya mikono yako. Achipushe jambo jipya kwenye familia yako. Mahali ulikwama, Mungu ainue msaada katika jina la Yesu. Mahali ulishindwa, Mungu ainue msaada katika jina la Yesu. Mahali ulikuwa huwezi kupiga hatua, Mungu akuinulie msaada katika jina la Yesu. Anasema usiafikirie, usiakumbuke mambo ya zamani. Acha kukumbuka wapi ulianguka. Acha kukumbuka wapi uliaibika. Acha kukumbuka wapi ulidhulumiwa. Mungu anaenda kutenda jambo jipya kwako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Acha kukumbuka nimeomba kazi mahali pengi lakini sijaitwa hata sehemu moja. Mungu anaenda kufanya jambo jipya asubuhi ya leo kwako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Umefanya biashara, umeanguka, umerudi chini. Umejitahidi ukarudi chini. Ni wakati wako. Haya ni majira yako. Yule Mungu anayebadili majira na nyakati anaenda kukutembelea sasa katika jina la Yesu. Anaenda kukutembelea katika jina la Yesu. Anaenda kukutembelea kama alivyomtembelea Ibrahim na Sara kwa majira na nyakati. Karabashakarabasia. Anaenda kukutembelea na wewe. Yaani Mungu anayebadili majira na nyakati. Ye Mungu asitaka uaibike, asitaka ufedheke. Anaenda kugeuza majira yako. Anaenda kuziondoa zile nyakati ngumu. Anaenda kuziondoa zile nyakati za aibu. Anaenda kuondoa zile nyakati za fedhea. Anaenda kuondoa zile nyakati za mateso. Anaenda kuondoa zile nyakati za kukataliwa. Na anaenda kukupa kibali katika jina la Yesu. Anaenda kukupa kibali katika jina la Yesu. Anaenda kukupa kibali katika jina la Yesu.
Anaenda kukupa kibali katika jina la Yesu. Anasema nitatenda jambo jipya. Kwa huruma zake anaenda kukupa hatua mpya. Kwa huruma zake anaenda kukupa hatua mpya. Kwa huruma zake anaenda kukupa hatua mpya, hatua za ushindi, hatua za kibali, hatua za mafanikio, hatua za ustawi katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mwezi wa 5 hautakuwa mwezi wa hasara kwako. Hautakuwa mwezi wa mapooza kwako. Hautakuwa mwezi wa kushindwa kwako. Hautakuwa mwezi wa bahati mbaya na taarifa mbaya kwako. Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwako, litachipuka. Hautaishia kwenye madeni. Hautaishia kwenye aibu ya madeni. Hautaishia kwenye aibu ya kukataliwa, kwa sababu Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Riba shanda rebeke raba shekere mayanda riba saya riba shanda raba saya. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, malango yako yawe wazi katika jina la Yesu. Bwana afanye jambo jipya. Bwana afungue milango yako. Milango ya kibali iwe wazi. Milango ya watu sahihi iwe wazi. Milango ya kupitisha wateja iwe wazi. Milango ya kukutanisha na watu sahihi iwe wazi katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Riba shanda rabasaya. Asubuhi ya leo iwe ni asubuhi ya mpenyo kwako. Iwe ni asubuhi ya habari njema kwako. Iwe ni asubuhi yenye mafanikio kwako katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ninakuombea huruma za Bwana zidhihirike kwenye maisha yako. Ukaone faida siku ya leo. Ukaone mpenyo siku ya leo. Ukaone kunemeka siku ya leo. Ukaone kufadhiliwa na Bwana katika jina la Yesu. Kibali cha Mungu kikawe juu yako. Riba shanda. Kibali cha Bwana kiongee kwa ajili yako. Rika raba shanda. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe kupendelewa. Mungu akupe kuonekana. Mungu akupe kufadhiliwa. Koraba shanda. Katika maneno ukakubaliwe. Katika mwonekano ukakubaliwe. Katika utendaji ukakubaliwe. Katika jina la Yesu Kristo. Iwe katika biashara yako, katika ofisi yako, mahali popote. Mungu akupe kibali cha kupendelewa. Mungu akupe kibali cha kukumbukwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaiamuru asubuhi yako iwe ni asubuhi yenye kukuzalia matunda. Iwe ni asubuhi yenye kuchipusha vitu vizuri, vitu vya faida katika jina la Yesu Kristo. Wakati wengine wanalia, ni maombi yangu wewe utembee kwenye ushuhuda. Wewe utembee kwenye kicheko. Wewe utembee kwenye wema wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Koraba shanda rabasaya. Koraba shekere basika ribayanda. Huruma za Bwana ziongee juu yako. Huruma za Bwana ziongee juu yako. Huruma za Bwana ziongee juu yako. Huruma za Mungu ziongee juu ya maisha yako, juu ya watoto wako, juu ya familia yako, juu ya nyumba yako, juu ya biashara yako, juu ya kazi yako. Huruma za Mungu ziongee juu yako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Huruma za Mungu ziongee juu yako. Huruma za Bwana ziongee juu yako. Hautatembea kwenye hasara. Hautatembea kwenye maumivu. Anasema usiyakumbuke mambo ya zamani. Asubuhi ya leo anza kuona neema ya Mungu na huruma za Bwana zikiongea kwako, na utaona udhihirisho wa Mungu. Anza kukiri ushindi ya kwamba Bwana fanya jambo jipya kwangu. Utaona huruma za Bwana zikiongea juu yako. Mwambie Bwana fanya jambo jipya kwangu. Mwambie Bwana geuza majira yangu.
Mwambie Bwana, chipusha jambo jipya kwangu, na utaona udhihirisho wa huruma za Bwana kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ninakuombea matokeo kwenye kila utakalolifanya, ukaone matokeo. Kwenye kila utakachokigusa, ukaone matokeo. Kwenye kila safari yako, ukaone matokeo mazuri, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme. Na mahali ulipo sema amen ikiwa umeungana na mimi. Sema amen ikiwa unaamini. Sema amen ikiwa unatambua ya kwamba Bwana anaenda kufanya zaidi na zaidi ya vile ambavyo umeomba, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kukiri na utaona udhihirisho wa Mungu kwenye maisha yako. Mungu wangu akubariki sana. Nipende kukaribisha katika ibada zetu zinazoendelea kwenye madhabahu Mount Sinai Deliverance Ministry kila siku ya Jumatano. Karibu sana kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Karibu katika shule ya Ufunuo, School of Revelation. Karibu kuanzia saa 10 mpaka saa 12 za jioni. Karibu sana. Na siku ya Ijumaa ni ibada ya ukombozi. Karibu sana katika ibada ya ukombozi siku ya Ijumaa, na utaona huruma za Mungu zikidhihirika kwenye maisha yako. Lakini siku ya Jumapili, karibu sana wewe unayetamani kutambua wito wako, wewe unayetamani kutambua kwa nini upo duniani, una karama gani ndani yako. Karibu. Unatamani kufunguliwa, ni mgonjwa, ni mdhaifu, una changamoto mbalimbali, unatamani Mungu akuinue na kukufikisha katika utukufu wake. Karibu siku ya Jumapili. Roho Mungu atazungumza na wewe. Roho Mungu atafunua yaliyofunikwa. Roho Mungu atakwambia chanzo cha tatizo lako na atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu akubariki. Ulikuwa pamoja na mimi, naitwa Apostle Luciana, The Voice of Solution. Mungu wangu akubariki. Una uhitaji, unatamani kuwasiliana na mimi, kunifikia, basi unaweza kutumia namba za simu zilizopo hapo chini. Mungu wangu akubariki. Salem.